Kichwa cha hadithi: Mama Chambuso alifukuzwa nyumbani. Kulikuwa na familia moja iliyokuwa ikiishi kwa furaha mtaani. Familia hiyo ilikuwa ya Baba Chambuso na Mama Chambuso. Mwanzoni walipendana sana. Kila mtu mtaani alikuwa anatamani kuwa na ndoa kama yao. Lakini kadri miaka ilivyopita, maisha yakaanza kuwa magumu. Biashara ya Baba Chambuso ilianza kudorora. Madeni yakaanza kuongezeka. Kodi ya nyumba ilikuwa miezi mitatu nyuma. Kila siku Baba Chambuso alikuwa anarudi nyumbani akiwa na hasira. Siku moja usiku, watoto walikuwa wanalia kwa njaa. Mama Chambuso akaenda taratibu kumuuliza mume wake, "Mume wangu, hata unga wa ugali hakuna. Watoto hawajala tangu mchana." Lakini Baba Chambuso alikasirika sana. "Kila siku shida, mimi nimechoka," alipiga kelele. Watoto wakaogopa na kukaa kimya. Mama Chambuso hakujibu. Alienda jikoni akachemsha maji ya moto ili watoto walale wakiamini chakula kinapikwa. Usiku huo Mama Chambuso alilia sana, kimya. Kesho yake akaamua kwenda kufua nguo za watu ili kupata hela ya chakula. Alifanya kazi mpaka mikono ikauma. Aliporudi nyumbani na unga pamoja na maharage kidogo, watoto walimkimbilia kwa furaha. "Mama, tumemiss chakula chako," watoto walisema huku wakitabasamu. Lakini Baba Chambuso hakupenda kuona mke wake akifanya kazi za watu. Aliona kama anamdhalilisha. Siku moja jirani yao aitwaye Mzee Kihio alimwona Mama Chambuso akibeba ndoo kubwa za maji. Akamsaidia kuzibeba mpaka nyumbani. Bahati mbaya Baba Chambuso aliwaona kwa mbali. Hasira zikampanda. Alipoingia ndani alianza kupiga kelele, "Sasa umeanza kutembea na wanaume wa mtaani?" Mama Chambuso alishtuka sana. "Hapana, alikuwa ananisaidia tu," alisema huku analia. Lakini Baba Chambuso hakutaka kusikia chochote. Kwa hasira alimwambia, "Kuanzia leo ondoka ndani ya nyumba yangu." Watoto wakaanza kulia. "Mama, usiondoke," walimshika nguo. Lakini Mama Chambuso hakuwa na jinsi. Alibeba mfuko mdogo wa nguo na kuondoka usiku huku mvua ikinyesha. Alienda kulala kwa rafiki yake. Siku zikapita. Nyumbani hali ikawa mbaya zaidi. Watoto hawakuwa na mtu wa kuandalia chakula vizuri. Nyumba ilikuwa chafu. Baba Chambuso alianza kugundua umuhimu wa mke wake. Kila kona ya nyumba ilimkumbusha Mama Chambuso. Siku moja mtoto wao mdogo aliugua ghafla. Baba Chambuso hakujua afanye nini. Kwa mara ya kwanza akaanza kulia. Akaenda kumtafuta Mama Chambuso. Alimkuta akifanya kazi kwenye mgahawa mdogo wa mtaani. Mama Chambuso alipomwona alikaa kimya. Baba Chambuso akasema kwa sauti ya huzuni, "Nisamehe, nimekosea." Mama Chambuso machozi yakaanza kumtoka. "Sikutaka familia yetu ivunjike," alisema kwa uchungu. Baba Chambuso akapiga magoti mbele yake. "Nimegundua wewe ndio ulikuwa nguvu ya nyumba hii." Watu waliokuwa mgahawani wakabaki kimya wakitazama. Baada ya muda Mama Chambuso alikubali kurudi nyumbani kwa ajili ya watoto. Lakini safari hii Baba Chambuso alibadilika. Alianza kuheshimu mke wake na kusaidiana naye kwenye maisha. Na taratibu familia yao ikaanza kurudi kwenye furaha tena. Description ya YouTube. Hadithi ya kusikitisha lakini yenye funzo kuhusu maisha ya ndoa, uvumilivu.